wote jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ni furaha yangu kwamba Bwana ametuleta hapa tena na kwamba ana nia ya kutubariki. Nashukuru kwa wale ambao wako kule barabarani. Wengi wameweka makao pembezoni mwa barabara. Wengine wameweka makao kule katika maduka yao. Wengine wanasikiliza kutokea nyumbani. Lakini tunao umati mkubwa sana ambao uko hapa katika viwanja, maelfu ya watu ambao mmeweza kufika hapa. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Labda niseme kabla sijaenda katika hotuba hizi, mikutano hii kama nilivyosema hapo awali imekuwa na watu wengi ambao wanaifuatilia. Daktari na mchungaji na mwinjilisti Heri Mhando ametuma salamu zake za kipekee. Akanambia, Mchungaji Lubua, waambie watu wa Kenyenya tunawaombea, Mungu awabariki sana. Lakini makamu mwenyekiti, yani the vice president, Mchungaji Geoffrey Mbwana ameniambia amefuatilia mahubiri ya jana na hata akaomba kwamba vyombo viwe sawa, na akatuma salamu zake. Ametoka nchini Marekani, ameingia pia Kenya na anaanza mikutano ama imeanza mikutano pale Likoni Mombasa. Ametuma salamu zake. Wangapi wamezipokea? Mungu awabariki sana. Lakini basi karibuni tena jioni ya leo. Karibuni tupate mkate wa uzima. Na unaweza kuchagua kusimama ili tumwombe Bwana tena siku ya leo. Naomba upate utulivu ili tuombe na tuende katika hotuba hii. Baba na Mungu wetu, baada ya hotuba ambazo zimekuwa njema sana kutoka kwa mtumishi wako mwinjilisti Ruth Magara, ambaye amekuwa mbaraka sana katika mikutano hii. Mmembariki sana, amesimama katika family life, nasi tumebarikiwa. Tunasema jina lako litukuzwe sana. Na kushukuru kwa ajili ya mtumishi Robinson ambaye amekuwa mbaraka sana katika mikutano hii. Saa imefika, wakati umefika. Mimi mtoto wako tena leo naomba nipungue, wewe uongezeke. Ninaomba nipungue, wewe uongezeke. Ninaomba ukambariki kila mmoja wetu na ukapate kutusaidia ili ukweli wa neno lako, ukweli wa neno lako ukatuvute kuelekea Kanani. Ninaomba Bwana, ninapoanza kuhubiri, wapatie watoto wako amani ya moyo wao. Yeyote ambaye amekuja hapa na maswali katika moyo wake, mpatie majibu kwa jina la Yesu. Ambaye amekuja na mzigo moyoni mwake, anaomba Baba msikie. Wagonjwa endelea kuwapa amani. Tunakushukuru kwa shuhuda nyingi ambazo watoto wako wamekuja nazo. Wengine walikuwa wana sukari mbaya, baada ya maombi wanasema mpaka leo sukari zimetulia. Jina lako litukuzwe. Na kushukuru kwa sababu ya maajabu na makuu unayoyatenda, na kwamba na kuomba tena Mungu wetu utende mambo makubwa ya kutisha katika maisha yetu. Igeuze Kenyenya kwa uwanja wa baraka zako. Na nakuomba watu wanaofuatilia hapa, wanaofuatilia mbali, Baba tenda muujiza wa kipekee. Wafikie, wasikie maombi yao. Acha ninaposema neno lako, mamlaka yako yatumike. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Katikati ya hotuba hii, wako watu ambao watapokea baraka zao, watapokea majibu ya maombi yao. Unisaidie hata mwisho nitakapoita mkutano huu kwa maombi makubwa sana. Baba, wewe umetenda mambo ya ajabu, na jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Kwa jina la Kristo Bwana wetu,
Kila mmoja aminie ashangilia akisema amen. Msomaji, Mungu akubariki sana. Wito wa kuelekea Kanani. Wito wa kuelekea Kanani. Hiyo ndio hotuba yetu jioni ya leo. Wito wa kuelekea Kanani, sehemu ya pili, ama tunaweza tukasema sehemu ya kwanza B. Naomba turudi tena kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6 na ile fungu la 5 hadi la 8. Msomaji, Mwanzo sura ya 6, Genesis chapter 6 verse 5 to 8. Naomba twende pale msomaji. Biblia takatifu inasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani. Bwana akaona ya kwamba maovu ya watu wa dunia yamekuwa mengi sana. Twende. Na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Kwamba kwa nini ameumba mwanadamu? Bwana akaghairi akasema, mbona nimemuumba mwanadamu na mwanadamu amechagua kutenda dhambi, amechagua kutenda maovu. Ninaomba niwaambie watu wa Kenyenya, Bwana anaumia akiona wanawake aliowaumba wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia akiona wanaume aliowaumba wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia akiona wasichana warembo ambao ameumba kwa uzuri wake wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia akiona vijana wa kiume ambao wana umri mzuri wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia. Na hapa hoja ni, je, Bwana akikuona anafurahi ama anaumia? Bwana akaumia. Akasema anaghairi, anajuta, mbona akamuumba mwanadamu. Ninaomba jioni ya leo unaposikia sauti hii, iwe uko mbali ama karibu, Bwana atusaidie ili kwamba tusiwe miongoni mwa watakaofanya Bwana aendelee kujuta. Lakini kwa mamlaka ya Bwana, kwa neema ya Bwana, natamani mimi na wewe tangu jioni ya leo katika mamlaka ya Bwana niwe sababu ya kufanya mbingu zifurahie uwepo wangu duniani. Bwana akaumia, Bwana akaghairi, Bwana akajuta. Imekuja Kenyenya na Bwana amenileta mimi na kundi kubwa la watumishi wake na kuambia Kenyenya, kama Bwana aishivyo, kataa dhambi, kataa maisha mabaya, kataa kumuudhi Bwana, maana ametuumba, anataka tumpendeze, anataka tutende matendo yake. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo umekuwa wakati huu, kwamba mwanadamu anamuudhi Bwana, anamfedhesha Bwana, anampa huzuni Bwana, anamfanya Bwana aumie. Kama Bwana aishivyo, ninawaita wana Kenyenya, kama Bwana aishivyo, ninawaalika walioko mtandaoni, imetosha, gairini, na tutoke katika maisha hayo, ili kwa neema ya Bwana
tangu baada ya mikutano hii Bwana aseme ninafurahi kumuumba mwanadamu huyu. Hebu songa mbele. Akahuzunika moyo. Akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Bwana akasema, nataka nimfute mwanadamu, atoke mbali, aondoke kabisa, atoke juu ya uso wa nchi. Mwanadamu na mnyama, tena mwanadamu na mnyama, na kitambaacho na ndege wa angani. Sikia, Bwana akaona mwanadamu hafai tena kuishi. Bwana akaona wanyama hawafai tena kuishi. Bwana akaona hakuna kinachopaswa kuishi, maana dhambi imetapakaa, dhambi imejaa, dhambi imejaa uso wa dunia. Wanadamu ambao wanasikia hotuba hii leo wanakumbushwa kipindi cha Nuhu, wanaelezwa habari ya kipindi cha Nuhu. Ndivyo Bwana wetu anavyoona anapotazama kizazi cha karne 21, 21st century. Anaangalia, anasema, mbona nilimuumba mwanadamu, mbona nikampa maisha, mbona nikampa umbo zuri, mbona akawa kijana mzuri handsome, mbona akawa mama, mbona akawa baba. Mungu anaangalia, Bwana anatazama, anasema, akitutazama anaumia. Anaumia kwa sababu gani? Kama kipindi cha Nuhu alivyoona maovu yametanda, akaamua kuangamiza dunia, akaamua kuiangamiza dunia kwa gharika, ndivyo itakavyokuwa. Maana muda si mbali, nasema tena muda si mbali, Bwana atakuja, Yesu atakuja. Nasema tena, Yesu atakuja, na kama atakuja, anakuja kuwachukua wateule na kuangamiza waovu. Hebu soma tena, somaji endelea. Kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya, lakini Nuhu. Anasema amegairi kwa nini amemuumba mwanadamu, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Akapata neema. Na jana tuliona, lakini Nuhu akapata neema. Nami namwomba Bwana kwa mikutano hii ambayo ameleta Kenyenya, wana wa Kenyenya na wale wote wanaonifuatilia mtandaoni, kama Bwana aishivyo, ninaomba atupatie neema tena. Ni kwa neema yake tu, ni kwa rehema zake tu, ni kwa upendo wake tu, ni kwa namna yake tu. Maana dhambi zimetanda, maovu yamejaa, kila ubaya umejaa. Ila nimekuambia tangu jana, Bwana yuko tayari kukupa neema. Anataka akupe neema, anataka anipe neema, anataka atupatie neema. Swali ni je, utaipokea? Msomaji, lakini Nuhu, mstari wa 9. Hebu soma wa 8 tena. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ndiyo maana nina uhakika kwamba Bwana ameleta mikutano hii, maana ameona ni kupitia mikutano hii familia zetu zitapata neema tena. Bwana ameona watoto wetu wanapaswa kupata neema tena. Bwana ameona waume zetu wanapaswa kupata neema tena. Bwana ameona wake zetu wanapaswa kupata neema tena. Bwana ameona, anataka alete neema. Kenyenya, Bwana ameleta neema. Kenyenya, Bwana ameleta neema. Na natangaza tena, Bwana ameleta neema.
Wana heri ambao wataipenda na kuithamini neema hii. Wana afadhali ambao watapenda wampe Bwana nafasi, awatumie, awageuze, awasamehe, awabadilishe. Ninaomba jioni ya leo, pokea neema hii. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu ndio wanaonielewa, wanaoelewa nachosema. Bwana anataka nipe neema. Bwana anataka akupe neema. Swali ni je, utaipokea? Na utasoma Biblia yako ile sura ya 6. Nuhu anapewa maelekezo, anaambiwa sasa, Nuhu, utahubiri kwa miaka 120, lakini utajenga safina. Ninataka nikuambie, hii sio crusade ya kwanza. Tangu kipindi cha mwanzo, Mr. Mackenzie, palikuwa na crusade ambayo ilifanyika miaka 120. Watu wakasikia habari, watu wakapewa ukweli rahisi, wakaambiwa Bwana ataitokomeza ardhi na ulimwengu mzima. Nuhu akaambiwa wahubirie watu hawa, wape ukweli watu hawa, waambie kwa miaka 120 jenga safina. Mwandishi mmoja anasema iligharimu zaidi ya dola bilioni 1 kutengeneza safina. Kama ingekuwa gharama za kizazi hiki, dola bilioni 1. Tena mwingine akasema na pointi 6 wanadamu wakatengenezewa safina ya gharama. Na tena mahubiri yakasikika miaka 120. Ndugu yangu, Biblia inasema Nuhu alipojenga na tena akahubiri miaka 120, watu wakasikia, wakamdharau, wakamdhihaki, wakamkebei, wakaona ni kitu cha ajabu, wakamshangaa, mvua itatokaje chini na itoke tena juu? Wakamdharau, wakamshangaa, wakamwona kwa kawaida, hawakupokea ujumbe huo. Na Bwana ananiambia, na Bwana anakuambia, na Bwana anatoa kumbukumbu hii kwamba wenzetu walihubiriwa miaka 120, wakapewa ujumbe mmoja, wakachane na mazoea, wakubali kuingia kwenye safina. Lakini naomba tena niseme lakini, watu 8 tu, hao ndio waliokubali, wakatamani. Na tena hawa si wengine, ni Nuhu, mke wake, watoto wake 3 pamoja na wake zao. Kwa hiyo Ham, Shem, Yafeth na wake zao wanakuwa 6, lakini Nuhu pamoja na mke wake wanakuwa jumla 8. Hawa ndio waliopokea ujumbe wa Bwana, hawa ndio waliokubali habari za Bwana. Nami naiambia Kenyenya, kama zilivyokuwa siku za Nuhu, watu walipokea ujumbe, wakaambiwa Yesu anakuja, lakini wakadharau. Mpaka miaka 120 ikapita, lakini Nuhu mwenyewe aliokolewa mwenyewe na familia yake, watu 8 peke yao. Na ngoja niwaambie, Mungu anashinda kwa kura chache. Yaani Mungu hategemei watu wengi, anawataka wachache, anawapenda wachache ambao wanajua kwamba Bwana ametoa neema. Nuhu
alipokea neema, lakini neema haikuja bure. Aliitumikia kwa kujenga safina, akaitumikia kwa kuhubiri miaka 120, akafanya kazi, lakini matokeo yake watu wakachezea neema. Na swali langu ni hili: je, unajua kwamba mlango wa rehema utafungwa? Je, unajua dunia itagarikishwa kwa moto? Je, unajua shetani atafungwa, atakaa miaka 1000 hana mtu wa kumdanganya? Lakini je, unajua pameandaliwa raha ya kukaa na Yesu Kristo na kukaa na uungu na malaika miaka ya zaidi ya 1000, miaka 1000 tutakaa mbinguni. Lakini miaka 1000 itakapokamilika, Yerusalemu itashuka na dunia itakuwa imebadilishwa, na mbingu mpya na nchi mpya vitatengenezwa tena. Habari njema ni hii: baada ya miaka 1000 mbinguni, watakatifu watashuka, watakaa duniani, na mafundisho yatatolewa kwa mapana na ustadi mkubwa. Lakini nasema tena, tutashushwa hapa duniani na tutakaa. Yerusalemu mpya itashuka, na Biblia inasema we shall live with God forever and ever, for eternity. Tutakaa naye milele na milele. Katika uovu wa dunia hii, katika maovu ya dunia hii, watu wa Kenyenya, wale mlioko barabarani, wale mlioko dukani, wale mnaosikiza nyumbani, dunia imejaa madanganyo mengi, imejaa uovu mwingi, imejaa mambo mengi, imejaa washawishi wa dhambi wengi. Ila Bwana ameleta mkutano huu, anataka anishawishi, anataka anigeuze mawazo, anataka kugeuze mawazo, ili tuone kwamba siku zilizobaki ni chache. Anakuja upesi, Yesu Bwana wetu. Jamani, haleluya! Hebu nielewa tena. Sasa sikiliza vizuri. Nuhu akawa amehubiri miaka 120, amechangia safinani. Utasoma sura ya 7 na ya 8. Akaingia safinani. Sura ya 9 inasema wakatoka. Sasa naomba msomaji usome fungu la 18. Hii ni Genesis chapter 9 verse 18. Biblia inasema wana wa Nuhu walitoka katika safina ni Shem na Ham na Yafeth. Sawa. Na Ham ndiye baba wa Kanani. Ham ndiye baba wa Kanani, lakini watoto waliotoka ni Ham, Shem na Yafeth. Wametoka na wake zao, na wametoka na baba yao, na wametoka na mama yao, wametoka safinani. Endelea msomaji. Hawa watatu, sawa, walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Kwa dunia ikaanza kujaa, watu wakaanza kuzaliwa, lakini waliowazaa wale ambao ni mbegu ya kwanza ni Ham, Shem, Yafeth. Wametoka katika safina. Kizazi cha pili kinaanza kujaa, lakini watatu hawa na wake zao, yani Ham, Shem na Yafeth, wanajaza dunia. Sasa Nuhu akaanza kuwa mkulima. Sasa Nuhu ametoka tena safinani, akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Kabla hujaendelea, Nuhu anapanda mizabibu. Ametoka safinani, ameona wema wa Mungu, amejua mazuri ya Mungu, amekaa, ameokolewa. Mamilioni wamepotea, wamegarikishwa kwa maji, wamekufa kwa maji. Na mimi nataka nikuambie, heri yule ambaye
atamchagua Yesu leo, maana Bwana atakapokuja atawachukua wale tu ambao wamemchagua yeye. Hataangalia wingi, hataangalia wengi wako wapi, hataangalia waliochagua kwake ni nani, ila atatimiza ahadi yake. Akija, waovu watachomwa, lakini watakatifu wataenda mbinguni. Nami natamani katika jioni ya leo, yeyote anayenisikia, fanya maamuzi, fanya maamuzi. Nasema tena, fanya maamuzi, uwe kwenye kundi la watakaoingia Yerusalemu mpya ya Bwana wetu. Fanya hayo maamuzi. Labda nitembee na wewe uone ukweli huu, uone kweli ya Biblia kidogo inavyoendelea. Nuhu, umepata neema. Nuhu, umekaa safinani, umetoka, umeona watu walivyokuteketea. Mbona Nuhu unafanya kosa tena? Alifanya kosa gani Nuhu? Hebu msomaji kanyaga twende. Biblia inaendelea kwa kusema, acha endelee kusema, akapanda mizabibu. Nuhu akapanda mizabibu, akanywa divai, akanywa pombe, akalewa, akanywa divai iliyochachwa, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Tena mzee akalewa mpaka akawa uchi. Ham, baba wa Kulia kwanza, yani Nuhu alikuwa amepewa neema na akapata neema, akaingia safinani, lakini ametoka safinani, Nuhu anaamua kunywa pombe, analewa mpaka anakaa uchi. Wako wazee ambao wanafanya kazi ngumu, wanalima chai, wanalima mazao kwa jasho, ila shetani anawatesa, anawapeleka kwenye pombe. Wako wazee na wanaume ambao wanatafuta hela kwa shida, wanateseka sana, lakini tazama, hela zinaisha kwa mpango wa kando. Wako wanawake ambao wanatumiwa, wanakuwa kama shetani, wanatesa watu, wanaingiza watu kwenye majaribu. Hawa hawajaanza leo, walikuwepo hata enzi za nyuma, hata karne za zamani, hao walikuwepo. Lakini ngoja niseme, Nuhu, mbona unakunywa pombe? Nuhu, mbona unalewa hadi unakaa uchi? Kwani neema ilikuwa si kwa ajili yako? Mbona ulipewa neema? Nami nawaambia watu wote wanaonisikiliza, je, afya uliopewa haitoshi kuwa neema? Je, hela ulizo nazo hazitoshi kuwa neema? Je, mema ambayo Bwana anatenda kwako hayatoshi kuwa neema? Swali ni hili, mbona unacheza na neema? Why are you playing? Mbona unacheza? Bwana amekupa watoto wazuri, mbona unaenda mipango ya kando? Bwana amekupa mke mzuri, mbona unamdanganya? Mbona amekupa mume mzuri, mbona unakuwa mjeuri? Mbona unacheza na neema? Wako wanawake hawana mume kama wewe, wako wanawake hawana watoto kama wewe, wako wanaume wanateseka kama kuliko wewe. Mbona umepewa neema unacheza na neema? Inawezekana hubiri hili likawa linachoma moyo wako, likawa linachoma moyo wako. Bwana ametupa maisha, Bwana ametupa nyumba, Bwana ametupa mashamba, Bwana amekupatia baraka zake, ila kuna watu wanacheza na neema, wanacheza na neema, hawaitaki neema, wanafanya vibaya hata katikati ya neema. Nuhu akacheza na neema, ndipo neema hii ikahama kutoka kwa Nuhu ikaenda kwa mtoto wake, kwa mtoto wake. Hebu msomaji kanyaga twende. Ham, baba wa Kanaani, akauona uchi wa baba yake, kijana wake mdogo anaitwa Ham. Kumbuka watoto wake ni watatu, Ham, Shem, Yafeth. Lakini Biblia inasema Ham akamchungulia babake. Ngoja nikwambie jambo hapa, fundisho na kupa fundisho kubwa hapa. Mtu anaweza akatenda dhambi zake
akawa na makosa yake, ila wewe utakapotenda kosa katikati ya makosa yake, hata wewe hutabaki salama. Nuhu akalewa, akakaa uchi, lakini Ham akafanya makosa, akamwona mzee wake yuko uchi, amelewa. Ham akachagua amchungulie babake, atoke nje na kumcheka na kuambia ndugu zake, mzee amelewa, mzee amelewa, ako uchi. Kuna watu wanajua kucheka dhambi za wengine. Kuna watu wanajua kuwazomea na kuwadharau wengine wanapoanguka dhambini. Kosa la Ham limekuwa kumwona baba amelewa pombe na akaamua kumcheka. Watu wa Kenyenya, ninajua ya kwamba dhambi zetu zimetofautiana, kila mtu ana makosa yake, ila naomba nikuambie, usikubali dhambi ya mtu mwingine ikawa sababu ya wewe kuanguka pia. Matokeo yakawa yanavyoendelea kama Biblia itakavyotuambia. Ham akapata laana kwa sababu ya kumchungulia baba yake. Nami nataka niwaambie wanawake mlioko hapa, waombeeni waume zenu, tena kwa machozi na maumivu, msije mkawacheka mkawaacha wakapotea. Funga na kuomba, mnyenyekee Bwana, ombea mme wako, maana kama utamdharau na kumcheka vibaya atapotea, lakini na wewe utapotea. Watoto, tutakapoona wazazi kama Ham alivyomwona baba yake Nuhu ameanguka dhambini, amekunywa pombe, akaanza kumdharau, kumcheka na kumtangaza, likawa kosa kubwa mbele za Bwana. Na tena Bwana akamruhusu Nuhu akamlaani mtoto wake. Ninataka niongee na wewe, watoto wako wanapoanguka dhambini, wanaporudi nyuma katika imani, mbona unawacheka? Mbona unawadharau? Mbona unaacha kutembea na kuwaombea na kutia moyo? Lia tena mbele za Bwana, ongea nao kwa maumivu, sitiri dhambi zao, wafunike na kuwaombea, maana bado Bwana anawapenda. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Wanaonielewa wapunge mkono tena jioni ya leo. Haleluya. Sasa nisikilize. Baadaye laana na baraka zikatangazwa. Msomaji sasa kanyaga twende. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shem na Yafeth, wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao, wote wawili wakaenda kinyume nyume. Wakaufunika uchi wa baba yao. Wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Wao wakageuka nyuma, hawakuangalia uchi wa baba yao, wakaenda wakamfunika, wakaenda wakamfunika. Ninataka nikuambie, katika mikutano hii Bwana ameona, Bwana ameona wanawake ambao wameanguka katika dhambi, wanaume ambao wameanguka katika dhambi. Bwana ameona mimi na wewe tulipoanguka, ila Bwana alichofanya, ameleta mikutano hii Kenyenya, ameleta mikutano kwa ajili ya walevi wote, ameleta mikutano kwa ajili ya wanzinzi wote, ameleta mikutano kwa ajili ya wachawi wote, ameleta mikutano kwa ajili ya kila mmoja. Anataka atufunike kwa vazi la haki yake. Haleluya. Anataka atufunike. Tena Ham yeye alichungulia babake, ila Jafeti pamoja na Shem hawakumchungulia baba yao. Walikaa kando, wakaenda pikenda na kinyume nyume, wakamfunika baba yao. Baba ametenda dhambi, amekunywa pombe, ameanguka dhambini, ila baba
wakamfunika, hawakumtazama, hawakumcheka. Bwana amenituma. Bwana amemtuma Robinson, Bwana amemtuma Madam Ruth, Bwana amemtuma Pastor Brian, Bwana amewatuma Heaven Targeter, Bwana ameituma kanisa lake Kenyenya. Anasema wafunikeni watoto wangu. Na tena anataka tusiwaangalie, anataka tusiwadharau, anataka tusiwadharau, anataka tuwafunike, anataka tuwafunike. Na tutaweza kuwafunika vazi la Kristo ambalo ni neno lake linatangaza, na litufunike. Amen. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Wangapi wanasema vazi la haki litufunike jioni ya leo? Jamani, haleluya! Bwana ameona. Ndugu yangu Mackenzie, Bwana ameona. Ameona uchi wangu, ameona uchi wako, amejua kwamba tuko uchi, maana tunaenda makanisa bado tunategemea nguvu za waganga. Bwana ameona kwamba tunaenda makanisa ila bado tunaendekeza uzinzi na ushirikina. Bwana ameona, anasema Kenyenya, Kenyenya, niko tayari kuwafunika kwa vazi la haki yangu. Jioni ya leo namwombea mme wako akafunikwe kwa vazi la Kristo. Jioni ya leo namwombea mke wako akafunikwe kwa vazi. Ninaombea watoto wako wakafunikwe kwa vazi. Ninakuombea hata mimi uniombee, na tuombeane ili Bwana atufunike. Amen. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Hebu mwambie jirani yako, Bwana akufunike kwa vazi la haki yake. Hivyo namwambia au nanong'ona? Mbona hata sisi sijasikia hata. Hebu mwambie tena, Bwana akufunike kwa vazi lake. Hebu mwambie tena, Bwana akufunike kwa vazi lake. Jamani, haleluya! Hatutakaa uchi tena. Hatutakuwa kama Nuhu tukachekwa mitaa yote, tukachekwa. Hatutakuwa kama Nuhu tukachekwa dunia yote ikatucheka. Hatutakubali, hatutakubali. Ni nani ambaye jioni ya leo Mackenzie anasema mimi ndiye niko uchi, wala sio jirani, wala sio watu wengine? Anakubali kwamba kwa namna moja au nyingine yuko. Anasema mimi ndiye niko uchi, anasema mimi ndiye nataka vazi. Dunia imenicheka, sasa inatosha. Watoto wamenicheka, sasa inatosha. Wazazi wamenicheka, sasa inatosha. Watu wamenicheka, sasa inatosha. Je, utakubali kufunikwa au utakataa vazi? Au utakataa kufunikwa? Nampenda pia Nuhu, maana alikubali akafunikwa na watoto wake. Hata leo Bwana amekuja, anatamka wazi, anaeleza wazi, maovu yetu yanatajwa wazi. Nani atakubali kwamba kweli yuko uchi? Na anasema, Bwana naomba unifunike. Mimi niko tayari. Namwambia Bwana jioni ya leo, Bwana naomba unifunike. Ninatamani na wewe useme, ninatamani na wewe useme niko uchi kwa namna moja au nyingine. Natamani na wewe useme nimeanguka kwenye dhambi, na ninajua dhambi ambayo imefanya niko uchi, imefanya niko uchi. Na unasema jioni ya leo, Bwana, Bwana, Bwana nifunike kama ulivyomfunika Nuhu. Bwana alimtumia Shem, akamtumia na Jafeth, wakafunika uchi wa baba yao. Bwana ananitumia hapa, Bwana anamtumia Robinson, Bwana anatumia Madam Ruth, Bwana ataendelea kutumia kwaya, kwa nyimbo, kwa mahubiri. Tutafunikwa uchi wetu. Lakini je, ni nani ambaye anasema niko tayari?
niko tayari. Wapendwa, jioni ya leo, wakati dakika 10 zikiwa zimesalia hivi na tunapohitimisha hotuba hii, kubali, nyenyekea, eleza uchi wako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, wewe uliyeko pale barabarani, wewe uliyeko pale dukani, wewe ambaye uko pale nyumbani, mkutano mzima ambao tuko hapa, pombe ya Nuhu ilimfanya akavua nguo, akakaa uchi. Nami nakuuliza, ni dhambi gani ambayo imekuweka uchi? Ni kosa gani ambalo watu wakikuangalia wamekucheka imetosha? Ila Bwana ametuma neno lake tena, ananiambia Lubua, anasema Robinson, Heaven Targeter, yeyote ambaye anakuja kusimama mbele, hata kwaya zetu, tusiwacheke watu, tusiwatazame uchi wao, tusiwadharau kwa kuwa uchi kwao. Bwana ametupatia neema tuwafunike mavazi, na vazi hilo ni vazi la Yesu Kristo, ni vazi la haki yake, ni vazi jema, linatosha. Kwa vazi hilo tunakuwa wapya tena. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Sikiliza, jioni ya leo ninaomba malize na mafungu haya, kwamba Nuhu alitamka nini? Nuhu alitamka nini? Hapo ndipo tunatengeneza wito jioni ya leo. Inaomba usome hapo, naomba usome hapo msomaji, mstari wa 24. Sawa. Nuhu akalevuka katika ulevi wake. Kuna wakati watu wanapokuwa wamelewa kwenye dhambi, hawatakaa na ulevi wa dhambi, hawatapotea kama unavyodhani wewe. Wako watu utawaona mbinguni, utashangaa hawa wamefikaje? Biblia inasema Nuhu alikuwa amelewa, lakini saa ilifika akatoka kwenye ulevi wake. Na mimi naomba niulize jioni ya leo, je, dada, ni wewe uko tayari? Unasema nataka nitoke kwenye ulevi wa ukahaba, nataka pombe na kilevi cha ukahaba kikome wiki hizi. Je, ni wewe ambaye umekuwa mwizi, unaibia watu hadi watu wanakujua, wamekuona wewe ni mwizi? Je, uko tayari pombe ya wizi ikatike? Nauliza, je, ni wewe baba, umekuwa na mipango ya kando, umelevywa, umekuwa kwenye ulevi wa mipango ya kando, na unasema jioni ya leo nataka pombe ikatike? Pombe inakatika. Nasema tena, pombe inakatika. Amina. Nami nimekuja jioni ya leo, ewe shetani, ulivyotulevya, tulilewa dhambi, ila sasa kwa mikutano ya wiki 2 hizi, pombe ya dhambi inakatika. Nasema tena inakatika. Jamani, nasema tena inakatika. Nani anasema, mchungaji, acha pombe yangu ikatike, nitoke kwenye hiyo dhambi, nimelewa kwenye dhambi kwa muda mrefu. Yesu, naomba pombe ya dhambi ikatike. Je, uko tayari? Mimi ni wa kwanza. Kwani usisimame mali ulipo? Kwani usisimame? Hata walioko kule mbali, dhambi zako hazijawa nyingi kiasi hicho. Hata mimi nayehubiri nataka pombe ikatike. Kwa nini sasa, wakati kwaya inaimba wimbo wa kipekee, wakati Heaven Targeters wanaimba wimbo wa kipekee, ninajua neema imetolewa. Yesu alikufa msalabani, akamwaga damu yake ili mimi na wewe tupone, kama Nuhu alivyookolewa yeye na familia yake, ila akaingia kwenye pombe. Ninajua utanielewa siku zijazo kwamba wito wa kwenda Kanani umekaa vipi hasa. Unaweza ukapewa neema ya kusikiliza mahubiri haya, lakini pombe ya dhambi iliyokulevya ikakushika mpaka ukapotea. Natamani pombe
ulevi wa aina yote ya dhambi yoyote. Mimi najua kuna watu wamelevywa, yani anasema pastor, mimi ni mlevi wa wanawake, nimelewa wanawake, nikitaka kuacha wanawake nashindwa, nimelewa. Ila Bwana anasema nitakuvika vazi la haki, na hilo vazi hilo litakata pombe yako, litaondoa kilevi cha dhambi uliyoipenda kwa muda mrefu. Wanakwaya, imbeni sasa, imbeni marafiki zangu, ili watu wasogee kutoka kule kando kando. Jamani, haleluya wapendwa, haleluya. Ninajua ya kwamba dhambi imetulevya, na dhambi kuna wakati ni tamu, ni tamu. Kuna wakati mwanaume anaweza kuenjoy anapoona wanawake, mara amechukua kafupi, mara karefu, mara twembamba, mara bonge, anafikiri ana enjoy, lakini mwisho wa enjoyment hizo ni jehanamu na kutupwa. Lakini kwa sababu shetani ametulevya kama Nuhu alivyokunywa akalewa, ikafika saa akawa uchi, hata asijua yuko uchi. Lakini ninakuambia jioni ya leo kipekee, ninamshukuru Mungu, maana Ham alimcheka baba yake, lakini Shem na Yafeth walimfunika baba yao, na lile vazi walilomfunika ni mfano wa vazi la haki ya Kristo. Yesu na akufunike vazi hilo. Nasema Yesu na akufunike dhambi yako hiyo. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione wanakenyenya wanaonielewa. Ninajua huenda umekuwa na hamu ya pombe. Nikisema pombe sio pombe tu, umelewa katika dhambi fulani, na nataka jioni ya leo tuombe. Ninajua kuna mtu ameng'ang'aniwa, amewekwa uchi hadharani. Kuna wakati hiyo dhambi imemwangusha sana mpaka ameonekana wazi, imemweka uchi wazi. Lakini sikiza niwaambie jioni ya leo, sikiza niwaambie jioni ya leo watoto wa Mungu, sikiza niwaambie jioni ya leo watoto wa Mungu, ninapoenda kuita wito wa kipekee, kuna watu wanasema Yesu nivike vazi la haki yako. Yule mwanamke alikuwa na hamu ya uzinzi, ila Yesu alimwambia, mavazi nitakayo kuvika wewe ni kwamba ni maji yangu ambayo ukinywa hutaona kiu tena. Ikiwa unatamani ushindi huo, unasema jioni ya leo, mchungaji, ninaomba Bwana anivike vazi la haki yake. Huenda umekaa, dhambi imekuchakaza. Kila ukitakiwa kubatizwa unakata tamaa, kila ukitakiwa ubatizwe unavunjika moyo. Watu wamekucheka, imetosha. Ninaongea na wanawake na wanaume, wasichana na wavulana ambao wanasema Yesu Kristo, nimesikia neno linalochoma moyo wangu, ninatamani nivikwe vazi la haki kwenye mikutano hii. Yesu yuko tayari. Je, yuko mmoja katikati yetu ambaye anasema, mchungaji, ninaomba kwenye mikutano hii na mimi nivikwe vazi la haki ya Kristo, kwa njia ya ubatizo nivikwe vazi la haki yake? Je, yuko mmoja katikati yetu? Huyo anyooshe mkono wake mahali alipo, anasema nitatamani ubatizo mkubwa utakaofanyika. Na wako watu wengi ambao wamejitoa hata kwenye ubatizo wa kwanza, lakini tutakuwa na ubatizo wa pili hivi karibuni. Ni nani ambaye anasema Yesu, ninaomba univike vazi la haki yako? Je, yuko mmoja katikati yetu? Je, yuko mmoja katikati yetu? Huyo akimbia hapa tuombe pamoja. Huyo aje hapa tuombe, pasi na mashaka, pasi kujali. Hata mimi nasogea, nataka niombe na wewe. Unasema Yesu, ninaomba unipokee kwa vazi la haki yako. Usiogope kwa wa kwanza tu. Hakuna ambaye anajua maisha yako, ni wewe unajua vile unataka Yesu akubadilishe, ni vile unajua neema yake inatosha. Mungu akubariki sana dada. Pastor, you come and shake hand. Pastor, thank you. Just come my friend.
Ninaomba utembee uje. Ninaomba umati wote ambao wa wale ambao wanasema Yesu, nataka vazi la haki yako, na ubatizo ni vazi la haki yake. Kwani usitembee sasa? Mungu akubariki dada. Ninaomba watu watembee. Unajua watu ni wengi ambao wanahitaji vazi la Kristo, maana anasema kupitia Petro, tubuni kwa njia ya ubatizo mpate ondoleo la dhambi zenu. Wasichana kwa wavulana, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tembea mama yangu, tembea baba, tembea mzee, tembea. Tutabatiza mamia ya watu, na wewe unajitoa mapema, unasema siko tayari, gharika inakuja, Yesu anakuja, nataka niwe miongoni mwa watakaovikwa vazi la Kristo. Sijajua kwamba ni nani yule. Tembea rafiki yangu, tembea. Nataka kuomba na muda wangu si mwingi. Natamani mzee wangu uje, natamani dada uje, kaka uje, mama uje, Yesu akuvike vazi la haki yake. Tembea rafiki yangu, tembea rafiki yangu. Ni wale ambao wanakubali. Mungu akubariki mzee wangu, Mungu akubariki dada, Mungu akubariki mama. Tembea, usiangalie watu hawana wokovu katika Bwana. Na anasema mtu akinikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za baba yangu. Mama, Mungu akubariki. Mama, Mungu akubariki. Ninaomba utembee rafiki yangu. Macho ya watu hayatakupeleka mahali. Tembea uokolewe. Yesu anataka kuvike vazi la haki yake. Ni wewe ambaye umebaki. Yesu anakuita. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana. Wako watu wengi ambao zaidi ya mamia ambao wameshatoa maisha yao, ila najua macho ya watu yanaweza yakakutatiza. Ni heri yule ambaye anafanya moyo wake mwepesi na kutembea kuja mbele. Na Lamek, nipatie beti moja. Nasikia wito ni sauti yake. Lamek, this is the time to sing, and so may I hear you singing. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ni nani yule? Wakati wanaimba tembea, wakati wanaimba wewe tembea. Njoo tu, usiangalie watu ni wengi. Mara unasema nitajitoa siku ya ubatizo. Mkiri Bwana leo, mkiri Bwana leo. Uliyesimama na jirani, mtie moyo, mwambie twende kwa Yesu, mlete kwa Yesu, mtie moyo, mtie moyo. Ikiwa unajua umesimama na ambaye hajabatizwa, Bwana akusaidie, umtie moyo. Imbisha ule wimbo ambao Yesu anasema wewe una nguvu, angalau unaweza kwenda na watu wengi. Yesu anasema 119. Yesu anasema nataka kwenda kuomba. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwana. Tembea uje, tembea uje, tembea dadangu kule nyuma, tembea kakangu kule nyuma. Siwapishe watu waje. Ninaomba uje, msindikize rafiki yako, msindikize huyo mama, msindikize huyo baba. Tembea uje kwa Yesu, tembea uje kwa Yesu. Fanya kazi ya moyo wako, utetee moyo wako. Mungu akubariki sana dadangu, Mungu akubariki sana dadangu, Mungu akubariki sana kakangu. Tembea uje, tembea uje, tembea uje, tembea rafiki yangu. Yesu anakutia moyo. Mioyo michafu alilipa bei. Nione waandishi wakiendelea kuandika majina, waandishi wakiendelea kuandika majina, wanawake kwa wanaume wanapita. Mungu akubariki sana rafiki. Dhambi ilitia ila msalaba uliondoa, aliondoa. Sina kitu chema. Ninaona watu wengi wanasita, ninaona watu wengi wana mashaka. Bwana kusaidia utembee, Bwana kusaidia utembee. Nitavua mavazi kwa damu, alilipa bei, alilipa bei, nawe wanae. Dhambi ilitiwa,
Asante. Ninajua wako watu wengi sana, lakini namshukuru Mungu kwa uwakilishi wa hawa ambao wameamua kusimama jioni ya leo ili wawe niaba ya wengi ambao ni pamoja na wewe ambaye hujaweza kuja hapa mbele, ambaye hujaweza kutembea bado. Mungu akubariki rafiki yangu. Mungu akubariki rafiki yangu. Ikiwa kuna mtu ambaye anasema niko tayari nivikwe vazi la Kristo la haki yake ili nitoke katika giza la dhambi kwa sababu ya maslahi ya wakati, ninaomba ndugu yangu Robinson usogee hapa utuombee, na mchungaji mtafanya maombi haya mafupi. Karibu mchungaji wangu, utatuombea sisi ambao tulishabatizwa muda mrefu. Pastor, ombi ambalo unaenda kuliomba ni la kipekee, ya kwamba mimi ni kama Ham, Shem na Yafeth ambao hatutakiwi kuwacheka watu na kuwadharau walioanguka dhambini, ila kwa wiki hizi mbili tufunike mavazi na tuwafunike vazi la haki ya Kristo kwa upendo bila kuwadharau, maana mimi na wewe ni wateja wa dhambi, ila neema imetuokoa. Lakini utaomba Robinson, wako wengi ambao wamesimama pale, wana umri wa kubatizwa lakini wameshikwa mahali fulani. Umuombe Mungu kwamba mikutano inavyoendelea wavikwe vazi la haki. Imetosha kulewa kwenye dhambi, imetosha kulevywa na dhambi, hata kuwekwa uchi na shetani anatuacha uchi. Imetosha. Ni wangapi jioni ya leo anasema, Yesu, ninaomba neema yako, ninaomba neema yako. Mimi ni wa kwanza namwambia Yesu, ninaomba neema yako. Mchungaji, baada ya mwinjilisti Robinson kuomba, utuombee tufunikane mavazi, tusisengenyane, tutiane moyo, hata watu wabatizwa wa kutosha, mavazi ya vikwe ya utukufu wa haki yake. Karibu. Tunaomba. Baba na Mungu wetu tupendaye, umenguruma simba aliye wa kabila la Yuda. Mioyo yetu imechomwa jioni hii na neno lako lililo hai, neno lako lenye nguvu, na tunahisi kuvutwa kwa kamba zako za upendo. Umetuonyesha kwa dhati hali yetu haswa, namna dhambi ilivyotulevya, namna shetani alivyotuvuta katika sehemu ambaye anatukuza tamaa ya kupenda yale ambayo ni makusudi, kinyume na makusudi na malengo yako. Lakini pia mioyo yetu inafurahi ya kwamba umetuonyesha kwamba katika kupondwa kwetu, katika kulevya na dhambi, Yesu upo tayari kutuvika vazi lako la haki. Na hivi leo mimi pamoja na kundi lizima tunauendea msalaba tukiwa wanyonge wapofu. Tunakutumaini tu wewe Yesu mwana wa Mungu, ukatusafi jioni hii kwa damu yako ya thamani, ukatuvike na haki yako ya utukufu. Yesu Kristo aliyekuja katika mkutano jioni hii ya kipekee, Baba yangu, na mzigo mzito wa dhambi, hatia inamtawala, hofu na wasiwasi ndiyo sehemu yake, aondoke na tumaini ya kwamba yupo Yesu aliye tayari kumvika na vazi lake la haki, vazi ambalo halitamhukumu, vazi ambalo halitamuaibisha, vazi ambalo litamwambia, mwanangu, enenda na usitende dhambi tena. Na kwa hiyo Bwana, mtumishi wako ameita wito wa kipekee jioni hii ya kipekee, akitupatia mwaliko wa kuja kwa kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Ninajua kama alivyosema, wapo wengi katika kusanyiko hili ambao wamesalia, wapo na atiati katika mioyo yao. Shetani anawapa sababu nyingi tu za kutopiga hatua. Shetani anawapatia ganzi ya moyo na ganzi ya miguu Bwana. Lakini katikati ya ombi hili, wakati kila mmoja amekimya, kila jicho limefumbwa, Yesu tunakusihi ukayeyushe ugumu wa moyo huo sasa, ukateketeze ngome ya kurudi nyuma ambao shetani ameiweka ndani ya moyo huo, na wakati tumefumba macho, mpatie nguvu ya kupiga hatua.
Wakati tumefumba macho sasa, mpatie nguvu ya kuja mbele. Na tukiwa katikati ya ombi hili dada, wakati kila mmoja amefunga jicho lake, hiyo sauti nayosikia nakwambia kuja, njoo sasa. Yesu amekutia nguvu, njoo sasa. Sababu hizo si za maana, piga hatua uje. Kila mmoja anakuombea. Unakuja chini ya ulinzi wa maombi. Unakuja ukisindikizwa na uwepo wa malaika wazidio nguvu. Njoo sasa ndugu. Njoo sasa dada, njoo mzee, njoo kaka, ili kwamba Yesu aweze kupokea mara nyingine Bwana. Tunatamani Yesu yote asiondoke jioni hii akiwa anavutiwa kujitoa kwako. Natamani Yesu yote asiangamie katika dhambi yake, wakati haki yako na neema yako inatutosha sote Baba. Kwa hivyo nakusihi Bwana ukatuokoe sote katika ufalme wako. Yeyote atakayeondoka akiwa katika bonde la kukata shauri, Yesu ninakusihi kwa sababu ya ukombozi wake ukamsumbue moyo wake, ukatete na yeye jioni hii ya kipekee, ukampatie msukumo spesheli Yesu Kristo. Atakapolala kitandani usiku huu, mwambie ule mkutano ni kwa ajili yake. Mwambie ile sauti aliyesikia leo ni mwaliko utokao kwako. Mwambie ainuke, ainuke. Ikiwa usiku kama Nikodemo, ikiwa kutafuta mkuyu wa upande, haja yake ibaki kumwona Yesu enzini. Basi tunapompisha mchungaji kuendelea na ombi, na kusihi Bwana hata katikati ya ombi lake waruhusu watoto wako waje, wapatie nguvu ya kupiga hatua. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Pamoja na hayo, Mfalme Mungu wetu, ni hakika kwamba kweli sisi ni wenye dhambi. Siku nyingi tumetembea kanisani, tumeishi katika kanisa, tumetenda mengi kanisani, lakini kwa kweli unapotuangalia sisi, hamna kitu chochote tumekitenda kinaweza kutufanya hata tukadai neema zako. Kwa kweli neema zako ni nyingi, uvumilivu wako ni mwingi, lakini unavumilia nani? Kwa sababu hamna mtu anayotamani kwamba neema hizi siweze kuchazwa katika maisha yake. Lakini Mungu Baba, tunakuomba jioni ya leo, kwa sababu tumesikia mwito wako, tumesikia maneno mazuri kutoka kwa mdomo wa mtumishi wako. Baba Mungu wetu, maneno haya yasiweze kupita tu bure, ila tu yaweze kuchoma mioyo yetu, kutembea katika njia zinazofaa, ili Yesu uchapo mara ya pili, majina yetu yaweze kunakiliwa vitabu vya mbingu, na kwa kweli uchapo tuseme Yesu ambaye tulikuwa tunamungoja sasa anakuja. Kwa kweli tumeishi, hata wale ambaye hawajakuelewa Yesu, tumekuwa tunawapusilia mbali, tunawaita katika majina mengi, tunasema hawa hawana neno, hawana kitu chochote wanachofunia katika maisha yao. Lakini sisi tunajua Mungu, sisi tunajua sheria zake, sisi ni wasabato, sisi ni watu ambao tunaitwa kwa jina la Yesu. Kwa kweli Yesu, lakini unapotuangalia sisi, hauoni kitu ambacho kinatufanya tuweze kuitwa watoto wako. Leo jioni tumekuja miguuni pako Mfalme, tufiche nyuma ya msalaba, tukumbuse kwamba katika dunia hii tunahitaji uisho katika maisha ya Ukristo wetu, ili Mfalme tuweze kukuona tena upya. Tukimbilie msalaba, pale chini ya msalaba tuweze kupata uponyaji wa dhambi zetu, kwa sababu kwa kweli ni nyingi machoni pako. Asante Mfalme, kwa sababu tunajua sasa umeanza kutuangalia kwa upendo, umeanza kutuangalia kwa kutuisha tena, umeanza kutuangalia kwa jicho mpya, na kwa sababu hiyo tumekuja tulivyo, tuonee huruma Mfalme. Tukienda nyumbani jioni ya leo, uweze kuwa majina yetu yaweze kubaki katika kitabu chako. Tunajua mbinguni vitu viwili vinaendelea Baba Mfalme, majina yanaendelea kukatwa kutoka vitabu vya mbingu, na tunajua dhambi zinaendelea kukatwa kutoka vitabu vya mbingu. Tunakuomba Mfalme wetu, dhambi zetu ziweze kukatwa katika vitabu vya mbingu, ili majina yetu yaweze kudumu katika vitabu vya mbingu, ili uchapo Mfalme tuweze kupata nafasi hiyo. Basi mkutano huu pia naweka mkononi mwako. Katika wiki hizi mbili, wengi waweze kukuona, wengi waweze kukimbilia wewe, wengi Mungu waseme kwa kweli tumekuona na tumekuishi, ili waache katika sisi lako. Waandae wengi kwa ajili ya kurudi kwako. Shetani ashindwe, kwa sababu najua alishindwa msalabani. Ni kwa neema na kwa imani tumeomba haya
kupitia kwa jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Ukiwa hujatawanyika, ninaomba mwambie jirani yako, Bwana akuvike vazi la haki yake. Mwambie tena, Bwana akuvike vazi la haki yake. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione mikono ikipepe.